Yule alikuwa anapiga kelele sana juu ya huu nyama anaofanyiwa. Jamani msaada, lakini hakuna mtu aliyemsikia kwa sababu watu wote walikuwa mbali na hili hapa eneo. Baada ya muda jamaa ameshamaliza kufanya mambo yake. Mdada alilia sana na mbio kwa sababu hakutegemea kama mambo yangekuwa kama hivi yalivyotokea. Alijutia mpaka kujiunga katika jeshi, lakini pia alijutia kuingia katika hii hapa mission. Mambo yote yaliyotokea mdada anaona kama vile anaota kwa sababu alikuwa amezoea kusikia mtaani, leo yamemtokea yeye mwenyewe. Bwana, ukiambiwa kwamba mapenzi mpaka jeshini, ukiambiwa mapenzi yanatesa mpaka wanajeshi, ndio hii hapa. Sasa ngoma tunayoanza na wanajeshi ambao walikuwa wamekuja kufanya utafiti katika hapa maeneo. Inasemekana kwamba wanakijiji wanaopatikana katika hiki hapa kijiji wamekuwa kikumbwa na vifo vya mara kwa mara ambavyo vinatokana na milipuko ya magonjwa mbalimbali. Hivyo kambi ya jeshi iliyo karibu na haya maeneo ikiwa imetuma vikosi mbalimbali vya wanajeshi kwa ajili ya kuingia msituni na kuweza kufanya utafiti na kugundua nini hasa chanzo cha hiyo milipuko. Hivyo timu mbalimbali ikiwa imeingia kwenye hii hapa misitu. Sasa katika hizo timu mbalimbali, kila timu watu walikuwa wanapendana na walikuwa wanakosa nafasi ya kuweza kuonesha mapenzi yao. Kwa hiyo hili hapa dila kuingia kwenye huo hapa msitu na kuweza kutafuta nini chanzo cha mlipuko wa huo ugonjwa ikawa ndio nafasi pekee ya wao kuweza kufanya mambo yao akiwa msituni. Sasa hapa kuna timu mbili, kuna timu A lakini pia kuna timu B, na hizi timu zote mbili zina ushindani na kila timu ina uongozi ambaye anakuwa anaongoza wenzake. Sasa hii hapa ni timu A na ipo upande wake kabisa. Kiongozi aliwaagiza wa vijana waingie msituni kwa ajili ya kukusanya kuni na kuweka katika kambi walioiweka ndogo. Sasa kuna huyu hapa jamaa jina lake anaitwa Alex, yupo katika mapenzi na binti mmoja jina lake anaitwa Lucia. Sasa kibaya zaidi wakawa wamepangiwa timu moja. Wakiwa msituni, Alex aliumia sana kumuona mpenzi wake Lucia akimsaliti na mshikaji wake wa karibu sana. Sasa Alex kuna jambo alikuwa anahitaji kulifanya, lakini mara ghafla akapigiwa simu kutoka kambi ndogo na mkuu wake akiombwa awahi faster sana. Mwamba inabidi kuacha kitu alichokuwa anataka kukifanya ili awahi faster kambini alipoitwa na mkuu wake. Sasa Alex kweli akawa amewahi faster kama jinsi ambavyo alivyokuwa kaambiwa. Kwanza kabisa alipofika alishangaa, mbona kama kila kitu kipo shwari na yeye ameambiwa kwamba kuna tatizo. Kwanza akatoa saluti kwa huyu senior kiongozi wa timu A. Kisha huyu mwanadada akaanza kumwambia Alex, sikia bravo boy, unajua ni kwa muda mrefu sana nimekuwa nikikutafuta we mkaka. Ukweli mimi nimetokea kukupenda sana Alex. Sasa leo nataka nicheze na hivi vitu vyako. Mwanamama akawa amemshika jamaa maeneo fulani hivi. Sasa kwa sababu Alex amemshuhudia mpenzi wake akimsaliti na rafiki yake wa karibu, aliona naye bora amsaliti kwa kula tunda la kiongozi wake. Sasa baada ya muda kidogo kupita, Lucy na Conrad ambaye ni rafiki wa karibu sana kwa Alex, wakiwa wanarudi kwenye kambi ndogo, wanashangaa kwenye tenti kama vile kuna mambo yanaendelea. Conrad ikabidi kumshusha chini kwanza Lucy ile kusogea, wanashangaa kumuona Alex anatoka kwenye tenti na kiongozi wa timu. Dallas aliongea sana akasema kwamba Alex, nilikuamini sana, kwa nini unifanyie hivi? Lakini Alex akamwambia Lucy, kweli mimi mwenyewe sikuamini nilichokiona. Yaani sikuamini kama ungeweza kunifanyia huo upuuzi ambao umefanya na rafiki yangu wa karibu Conrad. Sikuwahi kutegemea kama kuna siku ungekuja kunifanyia usaliti wa namna hii. Lakini ukweli nakwambia haya yote umesababisha wewe Lucy. Sasa mdada alichokiona kwanza ni kumtuliza na kufikisha akamwambia, "Wewe ni upuuzi gani unaoongea? Mimi sikuwahi kufikiria hata siku moja kukuchiti." Jamaa akasema kwamba nimeona kila kitu mlichokuwa mnakifanya kule msituni. Lucy akasema kwamba kwanza kabisa ulipaswa kumshukuru sana rafiki yako Conrad. Sasa issue ilikuwa hii hapa, wakiwa wanaendelea kutembea mara ghafla Lucy akawa ameng'atwa na nyoka. Sasa ili aweze kuangalia ni sehemu gani aliyong'atwa na kuweza kupata matibabu ya kwanza, ilibidi kupunguza yale magwanda. Conrad ambaye ni rafiki wa karibu sana kwa Alex kabidi kufanya mpango kwa ajili ya kumsaidia Lucy ambaye ni shemeji yake, kwa sababu walikuwa wawili tu kwa hapo upande. Ikabidi jamaa kufanya mpango kumsaidia haraka iwezekanavyo. Nyoka alimng'ata Lucy kwenye paji juu kidogo, kwa hiyo kuweza kujisaidia mwenyewe ni ngumu sana. Conrad akafanya mpango wa kufunga paji na kuanza kuinyonya ile sumu. Sasa baada ya kuelezwa kila kitu kilichotokea, ndipo Mwamba akagundua kwamba yeye ndo ambaye amekoroga mambo. Yeye ndo amemsaliti. Aliomba sana msamaha kwa Lucia unaambiwa, lakini mrembo hakutaka tena habari yoyote ile kumuhusu yeye. Si ameamua kula tunda la mkuu wa kitengo, basi aendelee naye tu, ila amwache Lucy na maisha yake. Mwamba alilia sana unaambiwa, akimlilia Lucy mpenzi wake akimwambia kwamba naomba unisamee, nilikosea kukufikiria vibaya, tafadhali Lucy usiniache. Hiyo hapo ndio ilikuwa issue inayohusiana na timu A. Sasa tunakuja upande wa timu B. Hapo tunakutana na mdada jina lake anaitwa Julie. Anatokea familia kishua sana, lakini pia hana muda mrefu tangu ajiunge na mafunzo ya jeshi. Mzee wake baada ya kusikia kwamba kuna hili hapa dili la kuja kufuatilia nini chanzo cha mlipuko wa ule ugonjwa ambao unapelekea wanakijiji kupoteza maisha mara kwa mara,
Mzee wake akaamua kutumia pesa zake ili kuweza kumfix mwanaye aingie katika ili hapa dili, kwa sababu kuna kiasi kikubwa sana cha pesa kimetangazwa kwa wanajeshi wote ambao watakaohusika katika hapa mission ili kugundua nini chanzo haswa cha huo mlipuko. Kwa hiyo huyu hapa mdada akawa ameingizwa kwa magendo tu, hana mafunzo yoyote yale, bali pesa za baba yake ndizo zimemfanya kuingia katika hii hapa mission. Kwanza kabisa akaambiwa kwamba mara tu unapokuwa katika kambi ya jeshi inakubidi utii amri ya mkubwa wako na ufuate kila kitu anachokuambia na usiulize kwa nini. Sasa mdada akajikuta anaingia katika mikono ya wahuni bila kujua, kwa sababu wahuni nao walikuwa wanajua kabisa huyu mdada ni mgeni, hana mafunzo yoyote yale, hivyo alikuwa anachezea doso mara kwa mara. Sasa kuna hii hapa siku, wakati wengine wakiwa wameenda msituni katika kufanya mambo yao mengine ya utafiti kwenye ile kambi ndogo walioiweka ya matenti, akaachwa pale Julie pamoja na jamaa ambaye ni kama koplo tu. Sasa huyu mamba alianza kumuonea mdada. Kwanza kabisa akaanza kumpigisha doso la hapa na pale. Hiyo pekee kutosha, mamba akachukua mkasi na kuanza kumchania nguo huyu mdada ili tu angalie maungo yake, huku akimwambia kwamba unapokuwa jeshini hakikisha unatii amri ya mkuu wako, kile anachokisema inabidi ufate na usiulize kwa nini. Sasa huyu koplo tamaa ilimuingia wakati mdada akifanya mazoezi, akamwambia kwamba ingia kwenye ile hapo tenti. Mdada alipojaribu kuuliza, mwamba alimfokea mdada, akaona isiwe kesi, akaingia kwenye ile hapo tenti. Mwamba akaangalia kushoto kulia, baada ya kuona kwamba hakuna mtu aliye karibu, jamaa anataka kumfanyizia mambo mrembo. Sasa hili hapa tenti anataka kulala kiongozi wa timu B, lakini kwa sababu mwamba ameshavuta bangi zake, anaona ngoja malize mambo yake kupitia ile hapa tenti la mkuu wake. Julie alikuwa anapiga kelele sana juu ya huu nyama anaofanyiwa. Jamani msaada, lakini hakuna mtu aliyemsikia kwa sababu watu wote walikuwa mbali na hili hapa eneo. Baada ya muda jamaa ameshamaliza kufanya mambo yake, mdada alilia sana na mbio kwa sababu hakutegemea kama mambo yangekuwa kama hivi yalivyotokea. Alijutia mpaka kujiunga katika jeshi, lakini pia alijutia kuingia katika hii hapa mission. Mambo yote yaliyotokea mdada anaona kama vile anaota, kwa sababu alikuwa amezoea kusikia mtaani, leo yamemtokea yeye mwenyewe. Basi kuna pande moja kazi yake ilikuwa ni kukusanya kuni na kuleta kwenye hii hapa kambi ndogo. Alimkuta bibi akiwa amechakaa ile mbaya ile. Baada ya kumuuliza mdada, alikuwa anaongea kwa uchungu sana, akilaumu yeye kuja katika hapa kambi ya jeshi, akisema kwamba yote ni makosa baba, nilimwambia mimi sitaki masuala ya jeshi, ona sasa kilichokuja kunikuta mimi Julie, kisha kuondoka kwa hasira. Yaani mdada hamwamini mtu tena, anahisi kama vile na huyu afande naye anaweza kumfanyia kama jinsi ambavyo alivyotoka kufanywa sio muda mrefu. Sasa kwa sababu jamaa kuelewa nini chanzo cha huyu binti mpaka kumkuta kwenye hali kama ile pale, ikabidi kuja kutoa taarifa kwa huyu hapa team leader wa B. Baada ya kumwambia kila kitu kilichotokea, huyu hapa afande akamwambia kwamba inabidi amfuatilie binti na kuweza kujua nini kinachoendelea. Basi huyu afande akawa ameondoka. Upande wa binti ile kutembea tembea sana, mbele akawa amekutana tena na muuni mwingine. Yaani hii hapa siku ya leo haikuwa ya bahati sana kwa huyu hapa binti, kwa sababu wauni wote katika hii hapa kikosi walikuwa kimtamani sana huyu binti. Kwanza kabisa wanajua kwamba huyu binti ni mpya katika mafunzo, hivyo hana chochote anachokifahamu. Sasa huyu jamaa naye baada ya kumuona binti akiwa katika hii hapa hali, akagundua tayari kuna muone ameshamfanyia mambo, naye tayari tamaa ikamwingia, anahitaji naye kupita pale pale mwanae alipofanya. Yaani hapa jamaa wako wawili ni wahuni balaa, lakini pia hawana huruma kabisa. Basi jamaa akamwambia kwamba ukijitikisa tu kujaribu kupiga kelele, ninayo bastora hapa, nitakuweka risasi ya kichwa. Haya, hivyo ndivyo ikawa jamaa akajilia vilivyofichwa. Baada ya muda kidogo, team leader akiwa na yule jamaa mkusanya kuni wakiwa katika tembea wanakutana na Julie akiwa amechakaa ile mbaya, kalamu ilishaliwa, wamechelewa. Yaani mdada alikuwa ni analia tu, analaani yeye kuingia katika hapa mafunzo ya jeshi. Yote ni kwa sababu baba yake ndo amemlazimisha yeye kuingia kwenye hapa mafunzo, yeye wala hata alikuwa hitaji. Mwisho wa siku amekuwa chakula cha vijana wa hovyo. Sasa team leader ile kurushausha macho akawa amegundua kabisa jamaa alimfanyizia mambo Julie hayuko mbaya, akawa amemwambia kwamba kopo, naomba utoke haraka, nimekuona. Mamba akatoka kwenye kichaka akiwa na wenge ile mbaya. Sasa ndo anakumbuka kwamba yeye ni nani na amemfanyia kitu gani huyu mdada. Bangi ni kitu kibaya sana. Basi team leader akatoa amri huyo kijana aweze kukamatwa, lakini mwana akaona hawezi akaenda selo peke yake, akakosa mtu kupiga naye story. Akamtaja pale rafiki yake ambaye amekuwa akifanya naye upuuzi wote, lakini pia ndiye ambaye alianza kumchania nguo huyu hapa mdada Julie. Team leader akasema kwamba utaungana naye sio muda mrefu. Basi hao vijana wote wawili wako wamefikishwa katika court of martial na tayari kesi yao ikasomewa, wakahukumiwa kulingana na sheria ya kijeshi inavyoeleza. Sio timu A wala sio timu B, hakuna waliofanikisha kuweza kupata nini chanzo cha mlipuko wa ugonjwa katika hapa kijiji. Hivyo baada ya kesi hapa kufikishwa mahakamani, uongozi wa jeshi uliazimia kwamba vikosi vyote vilivyoingia katika msitu kuweza kutafuta nini chanzo cha mlipuko vilejeka mbini, na hii hapa mission ikawa imefutwa kinamna hiyo.
Baada ya mwezi mmoja kupita, kikosi cha watafiti mbalimbali na madokta wakawa wameagizwa kuja katika hapa kijiji na kuweza kugundua nini chanzo cha huu hapo mlipuko wa ugonjwa. Dionophiloprakiu ni aina ya virus ambayo aligundulika anazaliana na kuishi kwenye mwili wa samaki waliokuwa wakipatikana kwenye mto ambao wanakijiji walikuwa wakienda kuvua samaki. Julia alirejea nyumbani lakini akiwa na maumivu mengi sana moyoni. Na hivyo kufikia mpaka hapa mimi sina la ziada tena. Kama kutoka kuna sehemu ya pili ya huu hapa mzigo, nitoleta kwako mtu wangu. Lakini pia kama tuko na issue ya collaboration business matangazo, ni check kupitia WhatsApp namba ya 0684 62 43 392. Mimi ni storyteller wako Eli. Usiache kucomment, kusubscribe na kushare. Lakini pia usiache kuturn on notification bell ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa kutoka E7 Pass mara tu napokuwa nimeweka movie YouTube. Lakini pia usiache kunifollow kwenye mitandao ya kijamii @E7 Pass kwa Instagram na TikTok. Utakuwa umetisha sana mtu wangu. Nikutakia wakati mwema wewe na familia yako mtu wangu. Bye bye.